wa famasia. Ndio. Jamii nyingi sana tunatumia dawa kama alivyosema ambazo zinathibitishwa na famasia. Ndio. Lakini kwenye matumizi sasa hapo ndio changamoto tunapoanzia. Ndio. Kwamba kila mtu ana dawa zake anazo, yani ana aina yake ya ugonjwa, lakini unaweza kukuta ushauri ni ule ule ambao anapewa na ambayo kingine labda rafiki yake alipewa na mtaalamu wa afya sehemu fulani, naye anakuja na kupandikizia mtu. Kwanza tuanzie hapo, ni sahihi mtu ambaye ana taaluma ya masuala ya afya kutoa ushauri kwa mtu mwingine ambaye anaumwa au ana changamoto fulani, au inakuwaje kwaje? Ya kwanza niseme tu sio sahihi. Kwa kitendo labda cha jirani yangu, nimeumwa kichwa, nimemwadisia bwana naumwa kichwa, na yeye kuweza kunitolea kwamba labda na yeye aliyowahi kupata hiyo changamoto, akaenda labda duka fulani akanunua dawa then akapewa. Unapofanya hivyo maana yake unaenda kinyume sasa na mada yetu. Mada yetu tunasema kwamba matumizi sahihi ya dawa. Ndio. Kwanza tuelewe kabisa. Kwanza tuelewe, nataka nikuulize hapo tuelewe matumizi sahihi ya dawa. Matumizi sahihi ya dawa ni nini? Matumizi sahihi ya dawa tunasema kwamba huwa ni hali ya mgonjwa kupokea dawa kulingana na mahitaji ya kitaalamu. Watu wanaita clinical findings au clinical needs. Hizi clinical needs zinapatikana wapi? Wewe umeenda hospitali, daktari anakuhoji una changamoto gani? Baada ya hapo kulingana na jinsi alivyosoma, basi anakuandikia kipimo. Au anakuandikia vipimo. Unaweza kipimo kiwa kimoja au zaidi ya kimoja. Baada ya kuwa amekuandikia, basi wewe moja kwa moja utaenda maabara. Maabara ile pale ndio itatoa zile clinical findings au clinical needs. Kwamba wewe bwana kichwa kilikuwa kinakuuma, lakini sababu ya kichwa kuuma ni malaria. Kwa baadaye yule mgonjwa atachukua yale majibu, atarudisha kwa daktari. Akisharudisha pale daktari ataangalia sasa. Na tunapozungumza kama anapokea dawa kulingana na mahitaji, hiyo ni ya kwanza. Lakini pia kwa kiwango sahihi. Kiwango sahihi maana yake watu wanaita dozi. Sasa dozi, ukizungumzia dozi kwa wanajamii wetu, wao wanaamini kile kwamba ni zile dawa ambazo zinatumika kwa kipindi fulani cha matibabu, labda kama siku 5. Kama nimepewa dozi ya siku 5. Lakini kiutaalamu ule muda watu wanaita course of treatment. Yaani muda wa matibabu. Unaona, dozi tunasema kama ni kiwango ambacho unakichukua kwa mara moja. Yaani kwamba labda unameza vidonge hivi kila baada ya masaa 8. Labda umesa vidonge viwili kabla ya msali. Vile vidonge viwili ndio tunasema ndio dozi. Kwa lazima matumizi sahihi yanaambatana na kupata dawa kwa kiwango sahihi. Lakini pia muda sahihi. Ukiachana muda sahihi lakini pia kwa gharama nafuu, ndio maana matumizi sahihi ya dawa. Kwamba mgonjwa huyo aipate kwa gharama nafuu. Ili kupunguza watu sawa. Lakini tukirudi huyo matumizi ya dawa sahihi, mtu atakiwa apate kwa nani? Huyu kwa mfamasia, si ndio? Ya kwa mfamasia ndio tutakao apate matumizi sahihi ya dawa. Lakini pia ukiachana na hapo, mfamasia yeye kutoa dawa sahihi maana yake inaanzia wapi? Kama nilivyokuambia kwamba mgonjwa amekuja hospitali, amesajiliwa, baada ya kusajiliwa ameenda kwa daktari, baada ya daktari kule kupata zile clinical findings. Moja kwa moja tayari dawa atamwandikia. Akishamwandikia na zile clinical findings ataziandika kwenye cheti chake. Sasa anaweza, unajua daktari naye tunasema kwamba sio mkamilifu, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Anaweza kama labda akaenda nje ya zile clinical findings, ameandika dawa fulani. Kwa kifika pale kwa sababu ndio eneo langu la mwisho, mgonjwa anaenda kutumia dawa, basi nitarudi kumkumbusha daktari bwana, clinical findings zangu zinasema huyu mgonjwa ana malaria, lakini uzito wake ana kilo chini ya 15, lakini umemwandikia vidonge viwili vya artemether-lumefantrine ambacho kimtandao unajua ni ARU, ambayo kifupi cha artemether-lumefantrine. Umemwandikia vidonge viwili lakini zinasemaje mgonjwa ambaye ana chini ya kilo 15 atapata kidonge kimoja, kwa naenda pole na mkumbusha. Baada ya kumkumbusha maana huyu mgonjwa atapata kiwango sahihi, lakini pia kwa muda sahihi amezeje na kwa muda gani. Lakini ile dawa ipate kwa gharama nafuu, kwa sababu hata tunaishukuru sana serikali kwa sababu ilishatoa miongozo kwamba hii malaria bwana, huyu mgonjwa memo malaria inatakiwa apewe dawa ya kwanza A. Akishindikana labda hapa kwenye A ndio apewe dawa B. Sasa inapotokea labda ameruka dawa A akaja kwenye dawa B, lazima pia ni muulize daktari kwa nini huyu mgonjwa, na ataniambia labda ishatumia hizi hapa ndo nimeandikia dawa B. Lakini ndio maana tunasisitiza kwamba matumizi sahihi ya dawa. Sawa. Kuongezea kwa Daudi,
ili kuhakikisha kwamba mtu amepata matumizi sahihi yani ya dawa. Kuna kitu pale kishafika kwa mfamasia, nishani kwa kile kuchukua dawa. Lazima apate information yani taarifa sahihi za ile dawa kwamba unapomeza paracetamol hii ukijisikia 1, 2, 3 labda kichwa labda kutetemeka, kufanya nini, yani maudhi madogo ya dawa. Hii ni hali ya kawaida, usiache dawa hiyo, endelea kutumia. Au ukipata tatizo hili labda nani mapele yametoka au kubabuka na nini, rudi kituo cha kutolea nini huduma ili kwa ajili ya msaada zaidi. Kwa hiyo tunapozungumzia matumizi sahihi ya dawa inajumuisha kama alivyozungumzia Mr. Daudi kwamba inaanzia pale tu anapofika hospitalini akasajiliwa. Baada ya kusajiliwa, daktari kamchukua maelezo. Baada ya kumchukua maelezo, daktari kampeleka maabara kule, wakapima kujua, kugundua ugonjwa. Sasa ugonjwa huu ni mtu huyu ana shida hii, daktari akaandika dawa sahihi kutokana na ugonjwa alionao. Baada ya kuandikiwa dawa ile, ataenda dirisha dawa kuchukua dawa. Akipewa dawa ile, sasa ninatakiwa apewe maelezo sahihi juu ya matumizi ya ile dawa na maudhi madogo atakayopata au na atakazopata baada ya kutumia dawa ile. Haishii hapo, lakini pia sisi kama wataalamu inatubidi kumfollow hapo, kumfuatilia yule mgonjwa. Je, dawa hizi alizozitumia zimemsaidia au zimemletea madhara yoyote? Hiyo yote ni sehemu ya matumizi sahihi ya dawa. Sasa kuna yule kwa mfano hivi naweza nikaenda duka la dawa lolote bila kupata yani bila kupita kwa daktari, nikaenda tu kwa pharmacy nikamwambia nipe dawa hizi, najisikia hivi na hivi na akanielewa? Hapana. Ndio maana nani wakati tunaanza kipindi alianza Mr. Daudi kwamba kwenye hizo dawa tuna dawa zimegawanyika makundi. Kuna dawa ambazo zinatakiwa zitolewe kwa cheti cha daktari na kuna dawa ambazo hazitakiwi kutolewa kwa cheti cha daktari. Na kwa hiyo kama kuna dawa hizo au shida hiyo tunashauri zaidi. Tunashauri na ndo mwongozo kama unajisikia tofauti kama mwili huu wangu niko najisikia kichwa na cha kwanza fia ni tuo cha kutolea huduma kwanza za afya, iwe zahanati, hospitali, ili upate ushauri kwanza na vipimo ili upate dawa sahihi. Lakini unapojisikia tu kichwa kinaniuma niende duka la dawa nipewe dawa, hapana, nikachukue paracetamol pale. Sasa inabidi fia ni tuo cha kutolea huduma kwanza ili upunguze zaidi, upate ushauri then na hii labda ndugu mtangazaji, labda niongezee pia kwa sababu ya tabia za nani, tabia za baadhi ya wanajamii yetu tunakotoka. Mtu anasikia tu kichwa kinamuuma, anaenda kuchukua dawa fulani amoxicillin anameza. Hii imetupelekea kwenye tatizo kubwa sana, ambalo tatizo kubwa sasa hivi ni tatizo ambalo linaongoza pia ni la pili kwa kusababisha vifo. Watu wasema hii tatizo inaitwa usugu wa vimelea vya kusababisha magonjwa dhidi ya dawa. Kwa hiyo hivi vimelea vimekuwa sasa, mwanzo vilikuwa vinatibiwa na dawa labda amoxicillin, lakini nowadays ukipatia mgonjwa labda wa shida labda ya maybe ya UTI, sasa hivi hawezi kupona kwa sababu ya matumizi holela ya dawa. Sawa. Sawa. Mimi nina swali hapo. Kutokana na teknolojia sasa hivi kukua, kumekuwa na zile program za afya, mtu anaweza akazi download akawa nayo kwenye simu. Na sasa hivi kumekuwa na program mbalimbali ambazo mtu anaweza akacheki afya yake akiwa nyumbani na kujua nini tatizo. Sasa je, inaruhusiwa wananchi kutumia au wanajamii kutumia programu hizi kujua wanasumbuliwa na nini kwenye afya zao, na mwisho wa siku kwenda kwenye mahali ambapo kuna hizi tunasema sehemu za maduka ya mafamasia kupata huduma za dawa? Kwa hiyo hairuhusiwi. Ndio maana tunasema sawa, zile programu ambazo ziko kwenye hizi teknolojia zetu ni zinakusaidia kupima labda sukari, TB na nini, sawa. Lakini baada ya kugundua una sukari, nani anakuandikia dawa hiyo ya kisukari? Unajuaje dozi yako kwamba huyu unauma kisukari, dozi yangu ni hii au dawa yangu ni hii, nataka nitumie hii? Ndio maana tunashauri unapopata tatizo lolote lazima kwanza ufike kituo cha kutolea huduma. Maana daktari ndio atakuandikia kutokana na hali ulionayo au ugonjwa ulionao, anasuggest dawa hii ndio inakufaa. Sawa? Dawa hii, tumia dawa hii na kwa uzito huu na kwa mazingira haya. So kwamba nimepima leo na kisukari, na maana unafanya leo nimepima hapa nina kisukari. Nika Google, dawa ya kisukari labda ni metformin. Basi usijui ni aina gani kisukari nilionayo.
Unaposema kuna kisukari ni zipo za aina nyingi. Kwa hiyo nimegundua mimi na kisukari ni ngoja tumie metformin. Kumbe ile dawa solar medication. Solar sio dawa sahihi. Lakini ukifanya kituo cha kutolea huduma, ukishachunguzwa daktari kutokana na anavyokuona na maelezo na vipimo atasuggest dawa gani sahihi utumie kwa manufaa yako. Kuna tafiti ambazo zimefanywa kwamba dawa za maumivu ndo chanzo zaidi cha watu kupata na magonjwa yatokana na usugu wa dawa, wa matumizi holela ya dawa. Ni kwa nini dawa za maumivu na sisiwe dawa nyingine labda za labda yaani sijui kutuliza, sijui kupoza, sijui za kutibu moja kwa moja, nyinyi mnaelewa, lakini dawa zinazotuliza maumivu ndio zinasemekana kuwa na athari kubwa kwenye jamii yetu huku tunakotoka huku mtaani huku. Ni kwa nini hizo dawa zinatajwa zaidi na ndio chanzo zaidi? Labda ni ndugu mtangazaji, ni sahihi kabisa. Hizi dawa kwa nini labda zinatumiwa sana? Hizi dawa, cha kwanza, baadhi ya hizo dawa, lakini sio dawa zote. Hizi dawa ni baadhi ya dawa ambazo hazitolewi kwa kile cheti cha daktari. Kwa hiyo sababu moja wapo, kwa zinanunuliwa sana kwenye maduka madawa, kwenye pharmacy zinanunuliwa. Lakini pia changamoto inakuwa ni nini hapo? Wale watu wa hudumu pia, kwa sababu mgonjwa anapokuja mara ya kwanza amenunua labda paracetamol, anatibu kichwa, amekuja ametumia siku 3 hajapata nafuu yote ile, bado anarudi tena kwako. Huyu mgonjwa anatakiwa atafute solution kwamba kwa nini kichwa kinamuuma. Maana kumshauri aende wapi? Aende kwa daktari. Ndio maana tunasema matumizi sahihi ya dawa yanaambatana na maelezo sahihi anayotoa mtu wa dawa. Kwa sababu pale inatakiwa unapomaliza kumpatia maelezo yule mgonjwa, umwambie kabisa kwamba maumivu yatakapozidi naomba kamaone daktari. Wapi? Hospitali. Sasa wengi wetu sasa manake yani wamesahau nini maana ya pharmacy. Pharmacy lengo kubwa ni kutoa huduma, lakini nyuma ya huduma kuna biashara. Sasa walichokifanya wenzetu sasa hawa wamegeuza, yani ni biashara alafu nyuma huduma. Umeona ndugu mtangazaji? Walichokifanya kwa vyote vile hao wagonjwa wanazidi kuumia, anarudi kwako kila siku, unambadilishia dawa hii hapo, unambadilishia dawa hii. Bado inafika tu hapo unaingia sana tamaa. Zile dawa ambazo itakayotolewa kwa cheti cha daktari, unaitoa pasipo kufuata cheti, pasipo kutumia cheti cha daktari. Kitu ambacho sasa ni hatari kwa afya ya mtumiaji ambaye ni mgonjwa. Kuongezea hapo kwa Mr. Daudi, hizi dawa za kama ulivyouliza ndugu mtangazaji, hizi dawa za maumivu hususan paracetamol, sio tu yani athari kubwa jamii inayoipata saa hizi, wanapata na tatizo makubwa ya kiafya. Kwa mfano, wanatumia dawa zaidi za paracetamol bila uelekeo, ambazo si dawa ukizifuatilia zaidi. Kwa mfano paracetamol ukitumia ovyo ovyo inaleta shida sana kwenye ini, ndio mfamasia yani ukizitumia ovyo ovyo bila taratibu, unakuta bado mtoto mdogo hata dozi haizingatiwi, anapewa baada ya miaka 10-20 baada ya kuzeeni, au unakuta mtu huyo ana shida ya ini. Shida inatokea wapi? Kumbe ni zile alikuwa anatumia dawa hizi za maumivu holela. Kwa maana tunashauri zaidi wafuate taratibu za kutumia matumizi sahihi ya dawa. Hizi dawa tunazotumia za maumivu, yani kwa mfano hamna dawa mbaya zaidi kwa mfano kwenye ini kama paracetamol. Hizi dawa za maumivu ni dawa ambayo ni mbaya zaidi kama ukitumia ukiholela kupata shida ya ini baadaye ni jambo la kawaida. Lakini mtu akisikia kichwa anachukua paracetamol, hazingatii dozi wala ushauri daktari, yetu kutumia tu, lakini hajui kama anatengeneza matatizo ya baadaye. Tunaelekea kwa jicho. Sawa. Wakati tunaelekea ukingoni, kutokana na kauli mbiu yenu sasa hivi nasema kuwa unapofikiria kuhusu afya ufikirie mfamasia. Sasa wafamasia ni nguzo muhimu katika sekta ya afya. Kipi mnawaasa wanajamii ambao wanawasikiliza sasa hivi? Asante. Cha kwanza tunachowaasa wanajamii kwa ujumla ni kwamba wafuate matumizi sahihi ya dawa. Kufuata matumizi sahihi ya dawa itawapunguzia gharama za matibabu kama ilivyoelezwa famasia, lakini pia itatusaidia sisi kama hapa tukisoma takwimu sasa hivi kama ilivyosema famasia, usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa ndio tatizo la pili duniani kwa kusababisha vifo. Leo hii inatokea mtu mfano katoto kanaumwa labda pneumonia, ametumia dawa labda madawa zimeandikwa labda ampicillin au amoxicillin, ametumia zile dawa, mtoto yule kila kipewa zile dawa apate relief, utapata nafuu na nini, mwisho siku
tunampoteza. Kumbe shida ni nini? Shida ni tayari ashatengeneza usugu wa nini, wale wa vimelea vishatengeneza usugu wa nini, wa dawa. Hivi tunavyosisitiza zaidi kama siku ya famasia duniani, wapate matumizi sahihi ya dawa. Ndo Famasia. Kwa kuongezea zaidi, wanajamii kutumia dawa pasipo kufuata dawa pasipo kujua kwamba unaumwa nini ni kujiua mwenyewe. Kwa sababu hizi dawa tunazosema hizi dawa ni sumu ujue. Kwa sababu hizi dawa ni sumu, tunawashauri sana wanajamii waweze kutumia dawa pale tu ambapo wanakuwa wameandikiwa na daktari, lakini pia wamepima. Na tuache kwenda kwenye maduka ya madawa, duka la pharmacy, kwenda kununua dawa pasipo kuwa na vyeti vya daktari. Bwana, sisi tuwashukuru sana bwana kwa ujio wenu hapa. Nafikiri sisi kama wanajamii tumepata chochote kitu cha kuondoka nacho.